yaku nikio tawa wa maguru makwa na utheri wa kumurika njira yakwa nikio muthingi uria mwega na murumu wa gwaka miturire itu. Kiugo kia muoyo, tabarĩra ya mwanya ukireherwo ni ndungata cia Ngai nyamure na igaitĩrĩrio maguta o muthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mutambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kia muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Bwana asifiwe sana. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Reverend Anthony Dhuita kutoka hapa CFF Kent, Washington, USA. Na kukaribisha katika Pacific Waves Media, Radio and Television. Tuweze kubarikiwa siku hii ya leo. Anajua Bwana atatenda mema kwa sababu ni mwaminifu. Bwana apewe sifa. Na tuombe ili tuweze kulisikia neno. Ujumbe wangu siku ya leo ni kuhusu umuhimu wa shukurani, the benefit of thanksgiving, na vile inatupasa kuwa watu walio na shukurani mbele za Mungu. Amen. Na Bwana uzima atatubariki. Na tuombe. Baba, tunakushukuru, tunakuinua siku hii ya leo, tuwasema ni asanti. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Asanti kwa kutuleta pamoja tena na kutukusanya tena katika Pacific Waves TV Mfalme, ili tuweze kulimega neno lako. Na ni asante kwa sababu uko pamoja nasi. Asante pia kwa mtazamaji yote anayenitazama siku hii ya leo na anayenisikiliza. Ninaomba ya kwamba Mfalme akaweze kupokea baraka tunapobarikiwa na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nataka tuende katika kitabu cha Deuteronomy. Amen. In the book of Deuteronomy. Na ujumbe huu wa shukran ni ujumbe wa muhimu sana, kukumbuka kumshukuru Bwana katika yale yote anayokutendea. Wakati mwingine tunapokuwa na mahitaji katika maisha, huwa hatuna nafasi ya kushukuru kwa sababu tunaona ukosefu, tunaona shinda ama challenge inayotuzunguka na tunasahau mengi Bwana ambaye ametufanyia. Na ndio Biblia inasema katika Psalms, let every soul that has breath praise the Lord. Ikiwa uko na uhai, uko na kila sababu ya kumshukuru Bwana. Ijapokuwa mambo mengine yako haijakuwa sawa ama kuna mambo inakupatia changamoto, lakini uko na sababu ya kumshukuru Bwana. Kila siku unapoamka asubuhi na jioni unapolala, wacha hili liwe ni tendo lako la umaarufu kumshukuru Bwana na kumwambia ni asante. In fact, katika kitabu cha Deuteronomy, Mungu alipokuwa ananena na mtumishi wake kwa wana wa Israeli, aliwakumbusha ya kwamba hata watakapokuwa wakati wamebarikiwa, wasije wakasahau mahali Mungu amewatoa, vile Mungu ametembea na wao na vile Mungu amekuwa msaada wao na kuwasaidia hata katika jangwa na katika mambo iliyowatisha. Na tena wasikose kumshukuru kwa sababu ya mema yale aliyowafanyia. Jina la Bwana libarikiwe. Na Biblia inasema ya kwamba watakapokula na watakapojenga nyumba mzuri, basi mioyo yao isiinuke. Amen. Wakamsahau Mungu aliyewatoa katika nchi ya utumwa. Wawe na nafasi ya kumshukuru. Shukran inafungulia mtu milango. Shukran inafuta uwepo wa Mungu. Yeah, thanksgiving attracts the presence of God. Hallelujah. That's why hata wakati Yesu Kristo alikuwa anafundisha mitume jinsi ya kuomba, ile ombi la Baba yetu uliye mbinguni, jambo la kwanza ama upande wa kwanza ameongea kuhusu kulitukuza jina la Bwana. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Yeah, wherever there is praise, there is the presence of God. Na kwa hivyo ukitaka kuvuta nguvu za Mungu, hata unapokuja mbele za Mungu, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Hallelujah. Wacha jambo la kwanza katika maisha yako iwe ni kumwabudu Bwana na kumuhimidi na kumuinua. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Nitamhimidi Bwana daima. Jina la Bwana lipewe sifa. Mshukuru Bwana kwa sababu ya jamii nzuri amekupea. Mshukuru Bwana ikiwa uko na kazi nzuri aliyokupea. Bwana apewe sifa. Mshukuru Bwana kwa sababu ya uhai. Mshukuru Bwana kwa sababu ya afya. Mambo mengine tunajua ni ya muhimu wakati tumeyakosa. Wakati unaumia ama uko mgonjwa,
ndio unakumbuka ya kwamba kuwa na afya ni jambo la kumshukuru Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Mshukuru Bwana kwa sababu ya taifa pia. In fact katika kitabu cha Wafilipi Biblia inasema ya kwamba maombi yote itolewe kwa Bwana, maombi ya uombezi, maombi ya kusihi na maombi ya shukrani, hata kwa sababu ya viongozi ambao Bwana ametwalia ili wawe wanatuongoza. Wakati mwingine tunapoona changamoto katika taifa, huwa tunasahau kushukuru Mungu kwa sababu ya viongozi wetu. Bwana na atusaidie. Biblia inasema katika kitabu cha Deuteronomy 8, na Bwana atatukuzwa. Deuteronomy 8. Amen. Blessed be the name of the Lord. Tuone faida ya shukurani. Deuteronomy 8. Na kwa nini Mungu anataka tushukuru? Haleluya. Na tunaposhukuru ni mambo gani huwa inatendeka? Jina la Bwana lipewe sifa. In fact nilikuwa ninakumbuka kumhusu Kristo in John chapter 11 and verse 41. Rafiki yake alipoaga, rafiki wa karibu sana, Lazarus, na akaitwa na jamii ya Lazarus ya kwamba the brother is departed, is sick, na tena akatulia mahali alipokuwa kwa muda mrefu, then Lazarus died. Yesu alipoenda mahali Lazarus alikuwa amezikwa, the Bible says jambo la kwanza alipokuwa anaomba, alipowaambia waondoe jiwe, na akawaambia if you would believe you would see the glory of God. The Bible says alifungua kinywa chake akasema, Lord I thank you. Bwana huwa nakushukuru kwa sababu huwa unanisikia. Jina la Bwana libarikiwe. Alishukuru hata katika changamoto hiyo ya kuwa amepoteza rafiki. Jina la Bwana libarikiwe. So the Bible says in Deuteronomy 8 and verse 16, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good he has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his command, his laws, and his decrees that I'm giving you this day. Otherwise, when you eat and you are satisfied, and you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Amen. And not only that, he led you through the vast and dreadful wilderness, that vast and wasteless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of the Hadelo, and he gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble you, to test you, that it might go well with you at the end. Hallelujah. So God was reminding his people, alikuwa anawakumbusha ya kwamba mtakapoona uzuri na mtakapo settle down na mjenge majumba mazuri, msije mkasahau kushukuru. Shukrani ni jambo la muhimu mbele za Bwana. Shukrani inavutia presence ya Mungu na furaha ya moyo. Wakati unashukuru, you experience joy. I know we have had such moment, especially mtu akikupea kitu inakupendeza, ukishukuru, unashukuru ukikuwa na furaha. Kwa hivyo shukrani pia inavuta joy katika moyo ya mwanadamu, na inaondoa kuinama. In fact ukijifundisha kushukuru, vitu vingine inafanya moyo wako uzimie na uiname, utazishinda. You will conquer, you will overcome those, kwa sababu you run to set your heart to give thanks. Blessed be the name of the Lord. Na Biblia inasema katika Zaburi, Psalms 50 verse 23, atoaye dhabihu ya kushukuru ananiheshimu mimi, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Hivyo ndivyo Bwana anavyosema. Whoever offers a thanksgiving offering honors me. Wakati unapotoa dhabihu ya kushukuru, you are honoring God. Hilo ndilo tunda la midomo yetu, kumshukuru Bwana, giving thanks unto God. Na ni jambo linafaa tulifanye kila wakati, si sometimes. No. Giving thanks should be a continuous thing. There is no reason as to why we should fail to give thanks. Hata wakati mambo imekuwa mazito,
hata wakati unapitia changamoto. In fact, Biblia inasema ya kwamba shukuruni Mungu katika mambo yote. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. In all things give thanks. Amen. Wewe unayenitazama siku ya leo, katika hiyo hali uko ndani yake, start giving thanks. Mwabudu Bwana, mshukuru Bwana. Uone vile Bwana atakavyokufungulia milango. Uone vile Bwana atakavyokutembelea, kwa sababu hiyo ndio the landing ground yake ya kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Remember the 10 lepers in Luke chapter 17 verse 17. Wakati walipoponywa, mmoja tu ambaye alikuwa mgeni alirudi kumshukuru Yesu. And the scripture says, Yesu akamuuliza yule aliye mgeni, where are the other 9? Na nikumaanisha ya kwamba they lack their place in Christ ya katika kushukuru. Kwa sababu kama ingekuwa tu sawa yao kuenenda na kutoshukuru, Yesu Kristo hangeuliza wako wapi. Labda uko hapo sasa, wewe ni mmoja kama wale. Ameona mambo mengi amekutendea. Bwana amekufungulia milango mingi. In fact, kama ungekuwa unanakili pahali, uangalie ile mambo Mungu amekufanyia. Mengine ilikuwa ni majawabu ya maombi na hukujua ilijibiwa. Uliona tu ni kama kawaida, ni kama life ina continue vile ina continue kawaida. Lakini ni jawabu ya maombi. Wakati ulikuwa unaomba mambo ya bosa hii yalikuja kwako na ukayafurahia, wengine uliomba Mungu akufungulie milango ya nje. Uko hapa katika nchi kama hii ya United States of America. Na hata siku ya leo umesahau hata kwenda katika nyumba ya Mungu. Umesahau kuomba, umesahau kutafuta Mungu, kwa sababu wakati ulikuwa unaomba mambo haya ya kufunguliwa milango, ulikuwa katika shida kubwa, ulikuwa katika ukosefu, ulikuwa katika uhitaji na ulikuwa na kilio kingi. Lakini tazama, si Bwana alitenda. Sasa uko wapi? Bwana anaweza kuuliza, where are you? Katika sehemu ya kushukuru. Amen. Na ndio inafaa tujifundishe, hata milango ikifunguka na mambo makubwa itendeke kwetu, shukrani isiondoke katika vinywa vyetu. Alipouliza hivyo, akaambia, tazama yule aliyerudi kushukuru, behold you have been made whole. Wale wengine ni kuponywa, waliponywa, lakini yeye alifanywa mzima. Yeye portion yake haikuwa kama ya wale wengine 9. Na mimi natazama tuwe kizazi ambacho we will be made whole because of thanksgiving. Thanksgiving avenue will cause you to be made whole. Wakati unaposhukuru, hakuna mtu aliyekushukuru kimakosa. Shukrani inakuwa ni kama dhabihu mbele za Mungu, na Mungu anaipokea, inakuwa faida kwetu sisi ambao huwa tunashukuru. Jina la Bwana libarikiwe. In fact, in 1 Peter chapter 2 and verse 9, the Bible says we are a royal nation, a chosen generation, that we may give praise and thanksgiving unto God. Ili tumpe sifa Bwana na tumshukuru. Hallelujah. Tumshukuru kwa sababu sisi ni kizazi kiteule. You are unique the way you are. Angalia karama zingine uko nazo, wengine hawana. Wengine wameinuliwa katika uimbaji, wengine ni watumishi wa Bwana, wengine ni artist ya mambo mengine ya kuchora. Na ni kipawa tu Mungu amekupea bure. Wengine ni ujenzi, wengine ni electricians, vipawa mbalimbali. Mungu tu alikuneemesha katika hiyo. Wengine wanajenga manyumba. Wengine ni maengineer. Na wengine kimasomo Mungu amewabariki sana. Wacha tusikose kumshukuru Bwana kwa yote ambayo ametutendea. Wengine wamepewa kazi mzuri. Kuna mtu ambaye amehitimu kwa kila kitu. Ako na cheti zote. Amesoma, ako na degree nyingi, lakini hajapata nafasi kama ile umepata. Kuna mtu mwingine ameomba sana, si kwa sababu tumeomba sana tumepata ufanisi ambao huwa tumeupata, na kuomba ni kuzuri, lakini ni neema tu ya Mungu. It is by the grace of God, it's by the favor of God. Kuna mwingine mpaka amefunga ile siku amefunga, wewe hata huja karibia siku kama zile, na hajapata opportunity ambao uko nayo. Ni kwa neema. Do not fail to give thanks. Bwana anasema katika 150, ningetaka tuende pale. Yeye hawezi kula nyama za kuchinjwa. Haleluya. Hata wanyama wa msitu wote ni wake. Psalms 50. Lakini jambo gani anataka kwetu? It is a thanksgiving praise. Anasema nitolee dhabihu ya kushukuru, tena uniite, then call me the day of trouble. I will answer you and you will glorify me. Blessed be the name of the Lord. Dear one, learn to give thanks.
and the Lord will do great things upon your life. Jina la Bwana lipewe sifa. In fact, katika Warumi 1 mstari wa 21 Biblia inasema ya kwamba ijapokuwa walimjua Mungu, although they knew God, they did not glorify him as God. Hawakumtukuza ipasavyo. May God help us. There are some of us we are so much close to God, but the measure of thanksgiving, in fact, tukileta vikapu viwili hapa ama container mbili, tulete moja ya matatizo ama ya challenge na nyingine ya shukrani, ukishangaa ya shukrani haitakuwa kitu. Very few people will give thanks, especially when we are going through trouble. And the best time to glorify God, to thank God, is in that situation, in that dark situation. Katika hiyo giza kubwa imekufunika, shukuru Bwana, uone giza ikiondoka. Wakati Bwana ameinuliwa, haleluya, let the Lord arise and his enemies be scattered. Wakati Bwana ameinuliwa, changamoto zote zinakosa nguvu. Amen. Nimebeba mtu mmoja wa Mungu, nampenda sana huyo mfalme wa Mungu, aliyeinuliwa na Mungu. In 2 Chronicles 20, Jehoshaphat, Biblia inasema wakati maadui walimjia na akawaona wakiteremka katika milima, wameunganika mataifa wa Mori, wamekuja kupigana na yeye. Yeye alitafuta msaada kwa Mungu na akakimbia kwa nyumba ya Mungu pamoja na wana wa Yuda, na wakamuomba Mungu na wakafunga na wakamsihi Mungu sana kwa ajili ya vita kubwa ambayo ilikuwa imewakaribia. Maadui walikuwa wamejihami waje wapigane na wao. Na tazama, nabii katikati yao akasimama tu, kwa sababu walitafuta uso wa Mungu. Akawaambia hamtahitaji kupigana hii vita. Amen. Akatengeneza uwaibaji. Amen. You only need to give that. Na Mungu akawapatia ushindi. God gave them a great victory that day. In fact, hawakuandaa majeshi, hawakuandaa silaha, waliandaa waibaji. Na Mungu kwa sababu ya hiyo sifa iliyotolewa na wana wa Yuda. Imagine adui zao pale ile vale walipokuja kukutana na wao. Biblia inasema hivi, inaitwa the valley ya baraka. Biblia inasema walipofika pale waligeukiana maadui wao, badala ya wavamie Waisraeli ama wana wa Yuda, walipigana wao wenyewe na wakamalizana. Na walikuwa wamekuja na vitu nyingi, nguo, dhahabu, chakula. Is that not God? Ya kwamba Yuda walipofika pale, the place of battle, it took them 3 days kuchukua zile spoils. Yani wale walikuwa wamekuja kupigana na wao na vitu nyingi, kwa sababu walikuwa equipped, wamekuja na maguo, wamekuja na fedha, wamekuja na dhahabu, na pale katika uwanja wa vita, that is in 2 Chronicles 20. Mungu akatani ile uwanja wa vita uwe uwanja wa sherehe. Siku 3 Bwana kusanya mali. Haleluya. No weapon ilitumika siku ile, kwa sababu Bwana ni Mungu. When we give thanks, the Lord will turn our battles into victory. I love the sing abana hivi, you turn the graves into gardens. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu anaweza kukugeuzia hiyo hali yako when you learn to give him thanks and give him thanks always. Kumshukuru kila wakati. Jina la Bwana libarikiwe. In Psalms 50, the Bible says in verse 12, if I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Sacrifice, thank offering to God, fulfill your vows to the Most High, and call on me in the day of trouble. I will deliver you, and you will honor me. Amen. Nawe uniite, nawe ujite hindi ya thina, nikakuhonokia, nawe ugose. Ama hindi ya minyamaro. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana anasema yeye hakuli wanyama, nyama za wanyama. Amen. Ama or drink the blood of goats. Ile kitu inampendeza Bwana ni shukrani. Ni sifu, glorify me. Amen. Hallelujah. Adore me. Amen. And you see what I will do to you. Na uone vile nitakavyokufanyia. Biblia inasema hapo chini mstari wa 23, those who sacrifice thank offering honor me, and to the blameless I will show my salvation. Atoaye dhabihu ya kushukuru ananiheshimu mimi,
nami nitamuonyesha wokovu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. When you learn to give thanks to God, you are honoring God. It's an honor to God. Hallelujah. Na hapo kuna mahali tumesikia ya kwamba na ukumbuke kulipa nadhiri zako. Nadhiri ni vow. Whatever you have vowed. In fact, wakati mwingine we vow and we forget. Nasema kwa Bwana, ukinifanyia hivi, nitafanya hivi. Mungu ukinifungulia hii mlango, nami nitakufanyia hivi. Tuwe waaminifu kama vile Hana alikuwa amemwambia Mungu, ukinibariki na mtoto nitamrudisha kwako. Na ni kweli Mungu akambariki na Samueli akampeleka kwa madhabahu na Samueli akamtumikia Bwana. Jona pia katika shida yake wakati alipotupwa baharini, in Jonah chapter 20 verse 9, alipromise Mungu, alimwambia Mungu, he made a vow to God, akaambia Mungu, utakaponiponya nitakuja mbele zako na shukrani. I'll offer unto you a thanksgiving offering. Nitakushukuru. Na Mungu alimtoa. That was like a hate. Hata Yesu Kristo mwenyewe aliongea kuhusu Jona, kuhusu kifo chake na kufufuka baada ya siku 3. Akasema kama vile Jona, kwa sababu Jona ungefikiri mtu akiwa katika the tumbo ya samaki, hiyo ni hali kama hayuko hai. Ni Mungu tu alimuinua tena. Naye alipromise Mungu ya kwamba atamshukuru. Amen. Mfalme Hezekia pia alikuwa na moyo wa kumwambia Mungu ama kumpa Mungu ahadi ama vow ya kwamba atamtolea sifa. In fact, wakati alipoambiwa ameugua ugonjwa ambao ungemumaliza na ungemfanya asikue uhai tena, Biblia inasema ya kwamba aligeukia ukuta akamkumbusha Mungu mambo mengi ametenda mbele zake. Na nabii Isaia ambaye alikuwa ametumwa kwake kumwambia kwamba ajipange na apage nyumba yake, akarudi kwake akamwambia kwamba Mungu amekuongeza, aliongezewa miaka 15. Na jambo moja Hezekia aliongea na Mungu, alimwambia hivi kwamba wale walio katika graves hawakusifu, only the living, wale walio uhai ndio wanaokusifu, kama vile ninavyofanya siku ya leo. Na akasema Bwana ataniinua, amen, the Lord will raise me up and I will give him thanks with an stringed instrument. Nitamuimbia na pia na vitu vya kumuimbia. Kwa hivyo kwa sababu ya moyo wa shukrani, the Lord raised him again. In fact alisema wale walio katika kaburi hawasifu, they cannot praise you. Aliamali Biblia ni matiki kugosha. Na kwa sababu aliahidi kumshukuru Bwana, naye Bwana akamuinua na nguvu ya mauti ikashindwa. Je, ni jambo gani hilo Bwana amekufanyia mwaka huu? Tuko karibu, tumepita nusu ya mwaka huu na Bwana ametenda mengi. Angalie nyuma Bwana yale amekutendea. Ni kweli kuna mambo unatazamia yatendeke, lakini mshukuru. Uone vile milango itafunguka na uone vile Bwana atakuwa mwaminifu katika kutimiza hata mambo ambayo ungefikiri itatimia kwa wakati wa haraka. Biblia inasema he is able to do exceedingly abundantly above that which we think or even imagine. Mungu ana uwezo wa kufanya zaidi ya kile umetazamia, ama zaidi ya kile umepanga, ama zaidi ya kile unachofikiria, by the power that works within us. And I believe the power of thanksgiving, it is a force, ni nguvu inafanya mambo makubwa yatendeke. Shukuru Mungu kwa sababu ya jamii. Wakati mwingine shikana mikono wao, shukuru Mungu kwa sababu ya kila hatua ya maisha na yale Bwana amewatendea. Amen. Nataka niombe na Bwana atatubariki. Na ikiwa uko hapo hujapeana maisha yako kwa Kristo, hii ni nafasi nzuri. This is a wonderful time to surrender your life to Christ. That is the best thing you can do in life. Amen. Na Bwana atakubariki. Unaweza omba nyuma yangu na Bwana atakubariki mahali huko na utaokoka na utapata mwanzo mpya wa maisha. Say this after me. Bwana Mungu, naja mbele zako, natubu dhambi zangu, nisamehe, nifanye kiumbe kipya. Katika jina la Yesu nimeokoka. Amen. Wacha tuombe mpendwa. Wewe ambaye umenitazama na umenisikiliza siku ya leo na umesikia haujakuwa unashukuru ipasavyo, Bwana akupe neema uweze kumshukuru. Mshukuru Bwana katika mambo yote. Inua mikono yako mtukuze Bwana kwa sababu ya mambo makubwa amekutendea. Muibie Bwana wimbo mpya kwa sababu amekuonekania na amekutenda mema. Baba, tukushukuru, tukuinua,
Tunasema ni asanti kwa sababu ya siku hii ya leo, na nimeleta ujumbe kama vile Bwana umeniwezesha kuleta ujumbe huu wa kushukuru, na kwa nini yatupasa kushukuru na faida ya kushukuru. Na Baba, naomba ya kwamba kwa yeyote ambaye ameisikia sauti hii, msaidie Bwana, msaidie, tusaidie katika kila kitu tuwe tunashukuru, na katika kila jambo tuwe tunashukuru. Tunashukuru kwa sababu ya watoto wetu, tunashukuru kwa sababu ya waume zetu, ya wake zetu, wazazi wetu, marafiki ambao umetupea, hata nchi yetu, na pia kanisa, na jambo lolote ambalo umetutendea. Baba, tusaidie kushukuru. Pokea sifa na uinuliwe katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. God bless you. Have a blessed moment. Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa, nĩkĩo mũthingi ũrĩa mwega na mũrũmu wa gwaka mĩtũrĩre itũ. Kiugo kĩa muoyo, tabarĩra ya mwanya ũkĩreherwo nĩ ndungata cia Ngai nyamũre na igaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ Kiugo arĩ kuo, nake Kiugo arĩ Ngai, nake Kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Muikari wa bũrũri wa Amerika wĩ mwega, ĩ hihi nĩ wĩharĩirie kwĩgira na nyũmba gũkũ bũrũri-inĩ wa Amerika? Rĩu ũcio nĩ ũndũ mũhũthũ o ta kũmeria tũmaĩ. Kambuni ya Champions Real Estate nĩ kambuni ya gatũ Amerika ĩrĩa gũteithagĩrĩria gwetha nyũmba njega ũngĩgũra ũkamĩona na magũteithĩrĩria harĩ mĩtaratara yothe ya ũgũri. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Champions Real Estate Grace Wamwere nĩ wa gũteithĩrĩria kũgũra nyũmba Amerika kwa ihinda rĩa thikũ 30 tu ũtuĩke an American house owner, kana nĩ commercial, private kana handũ ha gũikara thutha wa retirement. Aria na Grace Wamwere wa Champions Real Estate na maũndũ maku nĩ sorted. Aria nake kũhĩtũkĩra namba yake ya thimũ nĩyo 425-5931-0713. Ona no ũcere wabici-inĩ ciao ta ũũ, kana ũhũre namba ya wabici. Addresses nĩ Federal Way, Champions Real Estate, mekũrĩa 32700 Pacific Highway South, Suite 2, Federal Way, Washington 98003. Na kumena wa Everett County marĩ 1723 100th Place Southeast, Suite A, Everett, Washington 98208. Na kumena wa Edmonds marĩ 525 5th Avenue South, Suite 101, Edmonds, Washington 98020. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria no mandĩkĩre email kũhĩtũkĩra wamwere.homes@gmail.com kana ũcere rũrenda-inĩ rwao nĩruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. Wow, Grace. Yes. Niwe. Bibi. Niko somania nawe. Here. Andũ aitũ nĩmekũgĩa manyũmba ũmũthĩ. Hallelujah. Nĩthikĩrĩria na mũroreri wa Pacific Coast Television. Ndakũgeithia o rĩngĩ niĩ njĩtagwo Kĩari wa Prestige, na ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa tũkũrehagĩra ya wonjoria. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndacera gũkũ mwena wa Seattle, Washington, na ndacemania na CEO wa ũhoro wa manyũmba wĩtagwo Grace Wamwere, na kambuni yake ĩtagwo Champions Real Estate, na ndenda ũmũthĩ atũhekĩrĩra na atũthomithie tondũ anjĩraga atĩrĩrĩ hingo ciothe twaria atĩ gũkombora nyũmba atĩ that ũguo nĩ kuoya mbeca ũgacitwara trash-inĩ. Wona witũ ndenda ũrore kamera ĩno ũgeithie mũthikĩrĩria na mwĩrore eroragĩra na agathikĩrĩria na tũkũmenya wewe ũyũ na wĩna rũthara wa gwĩtambũrũkia. Nĩguo nĩndamũgeithia inyuothe mwĩroreri wa Pacific Waves na mũthikĩrĩria wothe, he marĩtwa njĩtagwo Grace Wamwere, na as Mr. Kerry said, nini mwene kambuni ĩtagwo Champion Real Estate, and I've been doing real estate for a very long time, more than 10 years, because I felt the need of our own people aitũ a mũciĩ kwĩgwatĩra tĩri wa America, na tondũ mwathani nĩ atũri harĩa hothe twakinyia makinya maitũ nĩ arĩ tũrathimagĩra ho, so there was that need ya gũteithia andũ aitũ, na on a biggest problem yarĩ kuo nĩ ũndũ wa andũ kwaga kũmenyaga how do we go about. And it's very funny ũrĩa idea yakwa yokire ya kwendagia nyũmba, tondũ niĩ ndandĩkirwo nĩ kambuni ya Walmart ndoka America ũguo. No nĩ ũndũ wa kĩĩ gĩakwa na nĩ ithuĩ tuma Kenya tũkaga twĩrende kũruta mawĩra. Nĩ ndarutire na kĩo mũno, ngĩambĩrĩria kũheo promotion. Ndambĩrĩirie night shift, ngĩheo promotion ya night shift manager,
ngima manager makihe outside the building oversee few departments. That oversee department makijira no, I'm too smart, I'm too aggressive, they need to take me somewhere else. Makijari makudwara kudu kudede thia gwetha ciea magaka Walmart. Ugo ni mambire kudu maga all over state of United States. Na hau niho majeni maguthomithia kirathi kia real estate. Nigo ndathi ndona mugunda ngeka process na magoka makambiriria. No uhoro ucio ndwagithire for long. Tondu ora ningi tuonekana marangi maitu ri ndathi ndamenyeka ni ndaheo gite kinene gukira andu aingi matugire kuu ri kuri andu mokire kuu athungu makiuga ithu ni twagio ni gukorwo guku na ni undu wa ciaca ri ngiuga atiriri wira uyu na kabithiite nyambiire ku promote andu agwitu tondu ni ndamenya uria hiana. And at that point ngiuma kiganda-ini kia Walmart ngeigira self employment, and that was mwaka wa 2006. Na mwenda wigie process ya kugura nyumba ri, there are few things that we look at. Now the most important part ni credit. Na credit yo ni jaragiria andu muno tondu as we all know witu mucie tutire credit na tutire twamenya uhoro wa scores. Riu ndagwa wagweta uhoro wa credit. Yes. Na wauga witu tutikorwo na credit. Yes. Kana hani ho mundu agirirwo kwambia. Ni njira mundu wothe credit, it's better than money. Tondu in America when you take care of your credit you can own everything. Including what? Including anything you ever wanted, as long as your credit is good. Tondu mu America ri ndakumenyaga we witangania akumenya we wita credit. Kugwa tia credit yakwa, credit score kamura discipline yakwa. Exactly. Na riu wona wathondeka party yo uti kindu tangioni. Na ni njiraga andu aingi atiriri tondu tutiathomithio ni mami itu kana baba itu Kenya ri, this is the time riu magio ni guka kuri ithui tumuonie. Na gukorwo ni wathokire credit ri tikuga that's the end of it. We work on that tukathika journey nginya mundu agakinya handu ha kuona on property. Muthikiriria urathikiriria na twandikira ndumiriri haha ndumiriri ni ciukite nyingi na ndawe mwe ya muthikiriria umwe urauga atiriri ni credit yakwa yathire igithuka na ngihana ta ndakua ngoro. Na ngiakoria atiriri ndenda ucokanire ciuria icio ciere tondu message icio ndacithoma hamwe. Ni credit yakwa ri ni excellent. To handle those two people na mena interest na nyumba. Mundu na credit excellent. Thank you for doing a good job. That's good. When no Kenya but ukwendia within 30 days uko ina nyumba. No uthokite credit ri still there is hope. Wona okari come we analyze your credit nituguteithia guthondeka because that's not the end of it. 30 days icio ri ungehota kumwenderia nyumba atia? Okay, because tondu andu ngiri ona matiui where to start. All what I need no corona wira na credit iyo njega and then ukorwo wina tubesa tunini muno ta ngiri imwe kana ngiri igiri wigite bengi woka no muciri tatu gukuonia na muthenya uria uguthura ucio niguo muci uria wenda ri, that's why it take 30 days. To no nginya to verify some few things and then gunengere macabi. Ungiaroria atiriri ni ndabatara gukorwo na proof of income. And that's a wide area. So the best thing nyoke anyone niguo tuge onoko do na prove your income ri, what other things can you do? Because we also do bank statement approval. Ugikona bank statement ya 12 months ri na nirona nino wikagia mbeca ri, that's enough. Mundu uthukite credit ri, sometimes we think nito thukite credit kana sometimes we think that's the end of it. No ngukwira atiri muthikiriria wakwa na uri uratuona tha ici ndukamakeni ucio wona woka credit yaku tukumenya nice ABCD na ngwire woka na A na B na C na within a period of 30 to 60 days score ciaku no cikoci thiete iguru na ciathi iguru that will be automatic for us to be able to give you a house. Ngimwiroreri wakwa na mundu wothe urathikiriria ungienda kunyita namba yakwa ya thimu ni 425 931 0713 again 425 931 0731 na tuna maofici Federal Way Haria Pacific opposite post office na tuna office gi Edmonds, that's our main office, na tuna office gi Everett. So anytime any day shoot me a text or jena wenda tuonane. I can also come to where we are nigo twarie the next step, otherwise reke twionere bururi wa America. Thank you. Muikari wa bururi wa America we mwega
hihi nĩ wĩharĩirie kwĩgira na nyũmba gũkũ bũrũri-inĩ wa Amerika? Rĩu ũcio nĩ ũndũ mũhũthũ o ta kũmeria tũmaĩ. Kambuni ya Champions Real Estate nĩ kambuni ĩgatũ Amerika ĩrĩa gũteithagĩrĩria gwetha nyũmba njega ũngĩgũra ũkamĩona na magũteithĩrĩria harĩ mĩtaratara yothe ya ũgũri. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Champions Real Estate Grace Wamwere nĩ wa gũteithĩrĩria kũgũra nyũmba Amerika kwa ihinda rĩa thikũ 30 tu ũtuĩke an American house owner, kana nĩ commercial, private kana handũ ha gũikara thutha wa retirement. Aria na Grace Wamwere wa Champions Real Estate na maũndũ maku nĩ sorted. Aria nake kũhĩtũkĩra namba yake ya thimũ nĩyo 425-5931-0713. Ona no ũcere wabici-inĩ ciao ta ũũ kana ũhũre namba ya wabici. Addresses nĩ Federal Way, Champions Real Estate, mekũrĩa 32700 Pacific Highway South, Suite 2, Federal Way, Washington 98003. Na kumena wa Everett County marĩ 1723 100th Place Southeast, Suite A, Everett, Washington 98208. Na kumena wa Edmonds marĩ 525 5th Avenue South, Suite 101, Edmonds, Washington 98020. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria no mandĩkĩre email kũhĩtũkĩra wamwere.homes@gmail.com kana ũcere rũrenda-inĩ rwao nĩruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities. Champions Real Estate Company nĩ kambuni ĩrĩ gatũ bũrũri-inĩ wa Amerika harĩ wendia wa nyũmba ciakĩtwo na mwakĩre wa kĩrĩu. Nĩ makũhete mweke waku we mũikari wa Amerika kwĩgira na nyũmba yaku kĩũmbe. Kĩari wa Prestige nĩ acerete kambuni-inĩ ĩno akagĩa na ũmenyo mũingĩ wĩgiĩ wendia wa nyũmba na nĩwe ũharĩrĩirie roboti ĩno. Madam Grace Wamwere, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno ya Champions Real Estate, akoretwo wĩra-inĩ ũyũ kwa makĩria ma mĩaka 18 na kwoguo arĩ na ũũgĩ mũingĩ na ũtaaramu wa kĩrathi kĩa igũrũ harĩ wendia wa nyũmba Amerika. Amũngĩrora imwe cia nyũmba iria arendia nĩ kĩrorerwa, nĩ irĩ na mwakĩre na mũcoro wa kũgucĩrĩria maitho. Nĩ tũtangĩte for a very long time. Already hau kĩambĩrĩria-inĩ kambuni nĩ ĩkoretwo gũkũ for 20 years. Ngoretwo ngĩruta wĩra for 18 years. 18 years. Rĩu nĩ njũĩ he ciũria ciĩcokagĩra. Yes. No ciguangĩte na andũ arĩa wendagĩria. Either nĩ magũrire kana matiagũrire. Kana andũ make enquiries. Yes. He ciũria iria ciĩcokagĩra mũno. Nĩguo. No ũririkane ciũria imwe iria ũragio mũno nĩ customers yaku? Most people are afraid of credit, and others are afraid of income. Others are afraid of how much they'll be paying a month, but we're here to help them and let them know it's possible. Mũtaratara wa ũgũri wa nyũmba nĩ mũhũthũ ta ũrĩa aratarĩria. Yes, we help people own their own homes, own American trips, and what we require is you have a job, and then you have a good credit score, and then we have in-house lenders who do wonderful jobs, and they strictly deals with a community that are looking to have homes, not just one home. And we work on people who have 620 credit score and above. Even the people who don't have good credits, we also help them so we can make sure they own homes. Nakĩo kĩũria o gĩothe ũngĩkorwo nakĩo kĩgiĩ ũgũri wa nyũmba, ũtaari mũkinyanĩru, Grace Wamwere nĩ egũkũhe. Kĩaria kĩũria kĩngĩ ningĩ njiguaga mũno ngĩũrio nĩ atĩ, is this the best time ya kũgũra nyũmba? Atĩ mahinda maya rĩ, nĩ mo mega ma kũgũra nyũmba? No mwĩrori wakwa reke ngwĩre, hũrĩra thimũ na nĩ ngũgũcokeria kĩũria kĩu. Na aratwĩrire atĩ mũndũ o wothe no egere nyũmba, onakorwo credit score yake nĩ mũcoketie na thutha, nĩ egũgũteithĩrĩria. Mũtaratara wa kwĩgĩra nyũmba ĩno no thikũ 30 tu ũgakorwo gwaku mũciĩ. Ena wabici kaunti itiganĩte Washington State, na no warie nake kũhĩtũkĩra namba yake ya thimũ nĩyo 425-931-0713. Na kumena wa Federal Way, ena wabici 32700 Pacific Highway South, Suite 2, Federal Way, Washington 98003. Na kumena wa Everett County 1723 100th Place Southeast, Suite A, Everett, Washington 98208. Na kumena wa Edmonds, ena wabici ĩrĩa rĩ 525 5th Avenue South, Suite 101, Edmonds, Washington 98020. No mũtũmĩre email kũhĩtũkĩra wamwere.homes@gmail.com kana ũcere rũrenda-inĩ rwao nĩruo www.nwchampions.com. Champions Real Estate, home of endless possibilities.
Bravo Zulu Security Services is a security company that offers a state-of-the-art security solutions and ensure you a peace of mind, safeguarding your home and business 24/7. Bravo Zulu. We are so glad and happy that we are covering this event, Kingdom Millionaire, and we are looking forward to cover your events wherever you are. Gracias por confiar en Bravo Zulu. Soy Alan. I'm confident in your security with Bravo Zulu. We offer security services in various institutions, including and not limited to hospitals, schools, banks, churches, apartment complexes, hotels, warehouse stores, among others. Our services include canine patrol, security monitoring, plain-clothed bodyguards, and uniformed event security. We are located at 1105 South 10th Street, Tacoma, Washington, 98405. For more information or inquiries, call us on 425-900-4882 or 425-343-8751. We would like also to hear from you. Email us on info@bravozulu-security.com. Bravo Zulu, for protection and security services. Thank you for trusting Bravo Zulu Security. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use Tap Send, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code Kiarie Prestige to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use Tap Send app. It's simple. Tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download Tap Send money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code Kiarie Prestige to demand your bonus. Tap Send. Easy, simple, and fast. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment.